habari za hapa nyumbani? Marabu umeshindaje? Asante sana. Asante. Mama, habari za hapa nyumbani? Nzuri sana baba, karibu. Asante sana. Mmeo nimemkuta? Hapana baba, mume wangu hayupo, ametoka asubuhi. Sawa. Toka sasa hajarudi. Ndio wangu sasa nilikuwa na shida na mmeo. Nilikuwa na shida naye kimazungumzo. Labda unaweza tu kaniachia maelekezo tukutane. Maelekezo yalikuwa ya mimi na yeye. Basi sawa, hayupo. Sawa. Taarifa zangu utanifikishia. Basi nitakuja nimwambie. Basi sawa baba, karibu. Asante sana. Asante sana. Mimi nirudi. Karibu. Haya. Bwana Alex. Bwana Moses. Nimekuita hapa rafiki yangu. Kuna jambo nataka nikwambie. Unajua ule muda tunakutana kule, pata muda kabisa kuzungumza na wewe kwa sababu nilikuwa na shemeji yako. Nilikuwa namwaisha nyumbani kwao. Unajua rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu sana. Ni rafiki yangu wa damu ambaye tumetoka mbali. Ni kweli. Unachokizungumza upo sahihi. Baada ya kupalizana na wewe, maisha yangu yaliharibika. Nilipitia changamoto nyingi sana. Pole sana Bwana Moses. Hizo ni moja ya changamoto tu. Kawaida kwa mwanadamu lazima zipitie. Na hisi kupitia changamoto hizo kuna kitu umejifunza. Ni kweli. Kuna kitu nimejifunza. Wahenga walisema hivi, ugumu wa maisha ni kipimo cha akili. Kwa hiyo, baada ya maisha kuwa magumu, nilipambana kwa kila namna. Sikuwa na mafanikio yoyote. Hivyo nimejifunza. Basi sawa. Shemeji yuko wapi? Yuko kwao. Umeona ukija naye utaibiwa? Hapana. Haipo kuniiba. Sijali bwana mdogo. Kwa nakushtua tu. Hiyo ni kawaida tu. Basi sawa. Mimi nataka nikuache. Kuna kazi nahitaji nikaifanye. Kuna mambo mengi sana yaliyo juu ya uwezo wangu wakati huu. Wewe utaenda kumsalimisha shemeji yangu. Basi kwa haina shida. Shemeji yako salamu itamfikia, ondoa shaka juu ya hilo. Haina shida. Basi kwa. Bye. Haya kwa. Nimekutana na mtu njiani. Kanaambia leo baba na mgeni hapa. Mgeni? Inawezekanaje? Hilo itakuwa juu yake, maana hakutaka hata kuniambia jina lake. Sawa. Ngoja tusubiri wa ugeni. Haya, tumsubiri sasa. Haya ma. Haya. Baba, wakati niko kisimani nimefuata maji ya kuoshea vyombo. Nikafika kisimani vizuri, nikachota maji vizuri. Wakati tu naitoa ile ndoo mle kisimani. Baba, kichomo pande mmoja. Nikajitahidi, nikajitwisha maji. Wakati naanza kuja hivi nyumbani,
mara nesi ndo inakuwa nyepesi, mara tena inakuwa nzito. Yaani kama tena sijabeba maji, yani nimebeba jiwe. Baba, wakati mwingine huyu sio unamwamini maneno yake. Yaani anapenda maneno ya uongo. Yaani kaongo. Sio muongo sana. Pia mwanangu Dave. Mara nyingine muamini dada yako. Kwa sababu hivi vitu anavyoviongea, kuna kijana mmoja siku 2-3 hapo aliniambia hayo maneno. Yawezekana ni kweli. Kwa hiyo nachowaomba tu umsaidie dada yako wakati wote unapohitaji. Unasikia Dave? Yawezekana ni kweli mambo haya yapo kijijini kweli. Sawa. Lakini mimi nilikuwa naongea tu. Maana siku hizi yani huyu naye baba akina amekuwa. Au anaweza akatumia njia yote ya kudanganya kumbe ana mpenzi wake. Na wewe mwenyewe unajua kabisa siku zote huwa analeta na wanaume hapa nyumbani. Kwa hiyo utayamaliza wewe mwenyewe baba. Lakini baba, mbona kaka siku hizi amebadilika sana? Nao amejiunga kwenye makundi ambayo sio sahihi. We, koma. Nitakutifua. Hapana, mimi hicho ndio sikitaki. Sitaki malumbano. Nataka mpendane na msaidiane. Unasikia Dave? Baba. Haya, nendeni. Uko poa? Niko poa, habari? Salama. Naomba uniamini kwa maneno haya kama unajali. Bila shaka nakusikiliza. Naomba urudi nyumbani na kisha uanze tena safari yako kwa wakati. Kwani wewe ni nani? Na kwa nini unaniambia? Naomba unielewe. Mimi naondoka. Odi. Karibu. Habari hapa. Salama. Salama. Hujambo? Mimi si jambo, hofu hapo. Mimi sina hofu. Ujio wangu hapa Ndio mzee wangu. una mgeni, lakini mpaka leo hii sina taarifa yoyote ile. Samahani mzee wangu, ningeomba tukae kidogo. Sawa. Habari za hapa nyumbani? Ni nzuri. Eti nina taarifa ya kuwa una mgeni hapa nyumbani kwako, lakini sina taarifa yoyote. Mgeni? Yupo, taarifa ninazo, una mgeni na hujaripoti kwa mwenyekiti. Hapana mwenyekiti, labda tu nifananisha. Lakini mimi si mgeni. Hauna mgeni? Unasema ukweli? Hayumo ndani huko? Mwenyekiti Kana kwamba atakuwa ameondoka. sijajua samana mimi kupokea mgeni kwenye Nimeshiki tu mimi peke yangu. Sawa. Una uhakika maana kwamba? Na uhakika kabisa. Sawa. Basi sawa, mimi ngoja nikuache. Lakini nisisikie tena mgeni ametufikia na hujatoa taarifa. Sawa mzee wangu. Ila huo ndo ukweli wangu. Siwezi kupokea mtu yote. Labda ni maneno tu ya watu. Sawa. Kwa nini yawe maneno? Na unaonekana kama vile una hofu kimtazamo wako tu.
Unajua mwenyekiti, inaweza ikatokea hivyo, sawa, umepokea taarifa lakini hiyo taarifa ikawa ni uongo. Sasa mimi mwenyekiti, hapa nyumbani naishiji tu peke yako. Na wageni wanaokufikia na utoi taarifa, una matatizo gani? Mwenyekiti, wageni, kwa sababu ni siku nyingi mgeni akija hapa wewe unamkumbatia haonekani. Hapana mwenyekiti. Kwa hilo mimi nitakupinga kabisa mwenyekiti. Labda sijawahi kupokea mgeni. Mimi naishiji tu hapa peke yangu mimi binafsi tu kimambo yangu binafsi. Ni wewe kama wewe. Mimi kama sijawahi kupokea mtu yoyote. Wanaelisha na rafiki yangu, mambo yanayotokea hapa kijijini unayaelewa au unayachukuliaje? Nachukulia vibaya sana, kwa sababu anatunyima uhuru wa kufanya kazi. Ni kweli unachozungumza. Kwa hiyo tusipojituma kwenye mambo yetu, tutumwa na watu wanaojua kutumia nguvu zao. Ila nimegundua kitu kimoja, natakiwa tuhame hiki kijiji. Ama kijiji sio kisomo, bali unaweza ukahama kijiji na ukaongeza matatizo. Kwa hiyo inabidi tuishi kwa akili sana. Kama unanielewa vizuri, ishi vizuri. Hamna kazi za kufanya eti? Naangalia sehemu zote. Umekosa sehemu ya kuzungumzia ujinga wenu unaozungumza hapa. Kwani tumekosea? Wewe, nilikuwa naongea mimi. Sitaki nikanishe sauti yako. Kufanya kitu mbaya sana. Kwani wewe ni nani? Wewe utaubana mdomo wako. Unapoongea na mimi kwa makini sana. Utamfanyaje? Wewe ubalishe mdomo wako tu. Haukaza. Au nifanye kwa vitendo eti? Nimekosa kazi ya kufanya au ni wakati wanyandue? Unanijua mimi. Unifanye kwa vitendo eti? Wewe ndio umepewa kazi za kufanya. Wewe. Geuza kuwa sisimizi sasa hivi tu. Na nitakufanya hadi jamii itanishangaa sana mimi. Au nifanye kwa vitendo? Nirudi. Naomba mpote hapa haraka sana. Poteni hapa haraka sana. Changanya nimetoka kumwambia viazi gande. Angenikamata leo, angenitoa roho kabisa. Watu wana roho ngumu. Umenistua? Kaka vipi? Una matatizo gani? Hamna, mimi sina matatizo yoyote. Maana nimekukuta hapo umejinamia afu na hema kwetu. Sema tu kuna kitu kimenistua. Ndio maana nikawa nimeogopa sana. Okay. Basi kila la heri. Haya.
Vipi ndugu yangu? Safi sana ndugu yangu. Vipi za nini babu? Mambo ni mengi sana rafiki yangu. Napitia wakati mgumu sana, nashindwa kuelewa nifanye nini ndugu. Alex, niambie rafiki yangu HD. mimi tangia niondoke njoo hili swala limeisha. Hapo naenda kukaa kwenye stress kiasi hicho. HD. Napitia wakati mgumu sana rafiki yangu. Moyo wangu una maumivu makali. Hauna amani kabisa. Utaendelea hivi mpaka lini? Wewe wasema. Lakini maumivu ninayopitia moyoni najua mimi. Alex, shida gani hasa leo ndio kutesa kiasi hicho? Naomba uniambie. Hivi unataka nini? Hebu niambie shida yako. Ni nini hasa? Maana unanifuata popote pale nilipo na wewe upo. Ninataka usambatishe familia ya mzee Edi. Ndio utajua ukweli inamaanisha nini. Lakini mimi sina uwezo. Je, utanisaidiaje? Fanya nilivyo kuelekeza. Sawa, nimekuelewa. Lakini nakuomba uwe mlinzi kwa ajili ya msaada. Naomba unilinde katika hili. Japo najielewa sina uwezo wowote. Na sijajua hicho kisasi nitatumia mbinu gani zaidi. Wewe kafanye kama nilivyokuambia. Akaniua.